Karibu kwenye simulizi kali ya Penzi la Siri, hadithi ya urafiki, usaliti na mapenzi yaliyopita mipaka. Mtazamaji, katika stori hii wahusika wakuu ni Jay. Jay ni kijana mjanja sana mwenye kujiamini, rafiki mkubwa wa Kelvin ambao walitoka mbali sana, walikuwa kama ndugu, lakini Jay anaanza kuvutiwa na mpenzi wa rafiki yake. Unafikiri nini kitatokea? Lakini mhusika mwingine ni Kelvin, ambapo Kelvin ni rafiki wa Jay, anaamini urafiki wao, hana wazo ya kuwa girlfriend wake anaweza kusalitiwa kwa kuwa anamwamini sana. Kwa imani aliyoiweka kwake ni kubwa mno. Lakini Jessica, yeye ndiye mrembo, msichana mzuri mwenye mvuto mkubwa, ni girlfriend wa Kelvin, lakini anaanza kuanguka kwenye penzi la Jay. Je, ameangukaje kwenye penzi la Jay? Lakini pia mama yake na Jessica, yeye mama mwenye msimamo, anaanza kugundua binti yake nyendo zake. Wa mwisho kabisa ni Tino. Tino ni rafiki wa Jay, anayejua siri zote zinazohusiana na Jay. Unafikiri Tino atamchoma Jay huko mbele? Sasa karibu sana. Katika sehemu ya kwanza, Kevin na Jay na Jessica wanaonekana wamekaa mezani huku wakicheka. Sasa Kevin anamwambia Jay, "Bro, huyu ndio mwanamke wa ndoto zangu. Sitaki hata kumpoteza kwa kweli." Sasa Jay anamwangalia Jessica kwa siri kubwa ya mahaba, huku macho yakigongana kwa siri na kuashiria kwamba Jay amevutiwa na Jessica. Unazijua hizo, wakati mwingine mnaangaliana kwa mahaba kabisa, yani hamjatongozana, lakini ukimwangalia mtu unajua kabisa kwamba huyu anahitaji jambo. Sasa baada ya kuangaliana kwa macho, Jay akijisemea moyoni, "Sikujua kwa nini moyo wangu ulianza kwenda mbio tofauti na kile ambacho nilichokuwa nakiamini. Jay ni msichana mzuri sana. Kweli nitatoboa hapa kwa huyu Jay? Kweli nitatoboa hapa kwa Jessica?" Sasa mara baada ya kuangaliana usoni, Jessica anacheka. Unaona, anatoa lile tabasamu, unajua ile. Baada ya hapo ya kukutana kwa macho, Jay naye ameanza kupata matumaini baada ya kuona ishara ya kuwa Jessica amecheka. Na amegundua baada ya kuangaliana kwamba macho kwa macho kwamba Jay na Jessica kuna namna ambapo Jessica amegundua kwamba Jay amezama. Je, itaendeleaje? Tuendelee kutazama na kuweza kusikiliza. Mara baada ya kutambulisha, Kevin kamtambulisha kwa Jay mchumba wake kwa maana ya Jessica. Sasa Jay anaenda dukani kidogo kwa sababu walikuwa wameingia bar. Jay anaenda dukani, anawaacha wawili hao wakiwa peke yao. Sasa unajua imetokea nini? Jessica anamwangalia Jay na anamwambia, "Mbona leo upo kimya? Shida nini?" Jay sasa anajibu, anamwambia Jessica, "Nikikuangalia kwa sana naweza nikasahau kama wewe ni mke wa rafiki yangu ama girlfriend wa rafiki yangu. Bora tu niangalie chini, ndugu yangu Jessica." Huku anacheka. Jessica anamuuliza Jay, "Je, kama vile sijakuwa mpenzi wa rafiki yako ingekuwaje unadhani?" Hapo Jay anaonekana kuvunga na hatimaye kuangalia chini na kuangalia pembeni. Sasa wakati anaangalia pembeni, anamuona Kevin anarudi. Sasa Kevin wakati anarudi anamwambia, "Bwana Jay, muda umeisha bwana, naomba Jessica tuondoke." Huku akimuaga Jay akiamini kabisa kwamba ni rafiki salama, anamwambia Jay, "Huu ni usiku mwanangu, tutaonana kesho." Huku akimtania, "Umeona pisi yangu?" Jay hakuridhika na hiyo, anamshika Kelvin na huku anamnongoneza Kelvin akimwambia kuwa, "Oya, hii chuma mwanangu, kwanza nyeupe, ana shepu, hii ni vitu vyetu kabisa Jay. Wewe Jay noma." "Wewe Jay noma sana." Sasa Kevin waga friji yake haligandi, anamjibu kwa sauti kubwa, "We ni fala sana ujue Jay." Huku akiachana na hatimaye kumwaga rasmi na kuweza kuondoka. Sasa upande wa Jay anarudi nyumbani, anaonekana kufurahi kweli kweli na anafikiria kile ambacho kilichoweza kutokea, na huku akisema,
Nilijua nacheza mchezo hatari, lakini moyo wangu ulikuwa umeanza kuzama kwa ule manzi. Nitafanyaje? Pisi ya rafiki yangu. Hapa Jay anajaribu kujifikiria mwenyewe. Anajua kabisa kwamba ile pisi ni ya rafiki yake. Je, afanyeje? Mara kidogo anajifunika shuka, anaanza kuona simu inawaka na kuweza kulia. Kumbe ni ujumbe ambao umetoka kwa Jessica. Anafungua ile simu, anaangalia, anaona jina Jessica. Kabla hajaifungua, Jay anaanza kutabasamu. Anajua, mbona sio kawaida. Ngoja niifungue. Wakati anaifungua, message ya Jessica inasema, umelalaje? Jay anafungua macho, anatabasamu. Sasa mazungumzo yameendelea usiku kucha kati ya Jay pamoja na Jessica. Sasa ndani ya hayo mazungumzo, Jay alimwambia Jessica, uko poa? Jessica anamjibu, ndio niko poa. Jay anarudia, Jessica uko poa sana. Na hofia hata kukutania shemu langu. Jessica anarudisha majibu, kuna vitu mimi siwezi kuviongea. Kuna vitu mimi siwezi kumwambia Kelvin. Jay, najua wewe Kelvin ni rafiki yako, kwa hiyo siwezi kumwambia chochote. Jay baada ya kuambia hivyo, anaona kabisa kwamba tobo lile la kuweza kutoboa. Anasema, usinifanyie hivyo nikasahau mipaka yangu. Jessica anatabasamu huku akimtumia message. Ni kama tayari vile ushavuka, umesahau. Sasa mazungumzo yale yameenda hadi asubuhi, na wakati fulani hivi mchana wake Jay anakutana na Tino. Bado mazungumzo na chati zinaendelea. Tino aliwahi kumfuatilia muda mrefu sana na anamjua tabia za Jay. Anamwambia, bro, wanawake wa marafiki zako ni moto, ukicheza vibaya utaungua. Jay anamjibu Tino, anamwambia, mimi nataka raha tu, sio mahusiano. Najua kabisa mimi nataka burudani wewe. Mara haijakaa sawa, Jessica anatuma picha nzuri akiwa nyumbani. Picha nzuri tu ya kawaida, sio picha zile ambazo mnazofikiria. Hapo ndipo Jay anasema, nilijua hii sio flirting bali ni ukweli. Wow. Sasa mara baada ya yote hayo, Jay anafunguka. Shem, hii picha ni nzuri mno. Natamani hata siku moja tuwe wote tukiwa karibu, Shem wangu. Jessica anamuuliza Jay, unasema? Jay anaanza kujigunaguna huku akisema, bas. Jessica anamuuliza tena, sema tena ueleweke wewe. Sasa Jay baada ya kusikia hapo, anaona kabisa, mbona kama anaelekea. Jay anafunguka. Jessica, nakupenda sana. Nakupenda mno Jessica. Jessica bila ya hiana anamjibu, nilisubiri hili kwa muda mrefu sana uniambie, na kuna muda nyie wanaume mnaponzwa na uoga wenu. Jessica anamjibu Jay, really? Jessica, oh sure. Jay anaongea, wala hakutaka kuchelewa na kumwambia Jessica namna ambavyo alivyovutiwa na maneno yake. Je, tutaonana lini sasa Jessica? Jessica anamjibu kwa kumtania, yaani sasa, hata sasa hivi tunaweza kuonana, huku akicheka. Basi wakaongea mengi na mwisho wa siku wakaelewana, wakapanga siku ya kuweza kutoka na kuweza kukutana kwa mara ya kwanza. Ndugu zangu, kumbe uoga wetu sisi wanaume ndio umasikini wetu. Tusiwe waoga nyinyi. Mnaona hii? Haya bwana, basi tunaendelea na story yetu pamoja na simulizi yetu. Jay na Jessica wanaanza kuonana kwa siri. Kevin anaendelea kuwaamini wote kwamba hakuna ambacho kinachotokea, japo hajagundua kwamba wanakutana kwa siri. Jessica anaanza kumjali Jay kuliko boyfriend wake Kelvin. Unafikiri hii inaendaje? Sasa ikawa wameenda kukutana Jessica pamoja na Jay. Jessica anatoa maneno makali kweli kweli, anamwambia Jay, nikikaa na wewe najisikia huru sana, sijui kwa nini. Jay anajibu, lakini wewe bado ni
mke wa rafiki yangu, ni girlfriend wa rafiki yangu. Jay, moyo hauombi ruhusa wewe Jay, vipi? Wanakaa kimya wote huku wakitazamana. We, unafikiri hili bomu lililotengenezwa na Jay litaishia wapi? Haya bwana, tufuatilie kwenye episode yetu ya pili kwamba hii imeendaje hadi mwisho, imekuwaje. Naitwa Amini Nyaungo, kiraka chenu hapa. Tuendelee.